engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii ase bari nene kurutsinsa mu cya Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi ngwetara namba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sike kegetambe asiri gurirense agerera Ndizi TV ubwansu bw'Gusii umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo ya Bible. Mano manchi umurigere rwegetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansubo mu Gusii nekinga kingi yango kwarigania imeyo murobere ubwo Okomenya Okuya murobere togosemi wa manke ko bwatkana nekinchera twente Okomenya buyake bochenu na kurenda obochenu bwemibere yaito anena senchera moyo gwetanga kurwase amaroire yekinchera ao naboigo amakongu ayo arabe ase emibere yaito nitwe rero ninde tukwanire oburairo bumanyekane temono bwa banke bamanyete buna endrume gosasa umuntu bwe ke Nyamombo umanyekane tebuna epilepsy no burairo ntagete ndubwata umunyagitari gaiga uyoro mumanyi mono umunyagitari okurigereria mangana yoborero wiga bwendume ekerota itachi gutumanya amanke ninki yakoreto bororo bwiga nandekera nyarikaniro montani bonyorire naki cinjera nciri cyekiga umuntu akobwenwa iwango kwariganya beko gusangana intu ikomaire meyo murobero asensemo ya Facebook ekerora tunyorwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyorwetera Ndizi TV News ere togendere gusanga manke ono murobero koreto asore na inche Evelino Sero ekeronte tukwirali bagari abene erio mwarigani omugeni bweri tkorera rero atumanyiriye tariaye na manonga yiga gotoka erio togendere kuiwa mange kubwatkana no murobero yiga bweri tkorera rero bono mwanchi murigeri ko kwarigani obe ko gusanga na intwego ikaomero. Karibu sana daktari. Asante. Naomba ufahamishe mtazamaji jina lako na asa unapatikana wapi? Asante. Kwanza kwa majina naitwa Vincent Orimba. Mimi ni daktari ya watoto lakini nina ujuzi zaidi kuhusu ugonjwa wa kifafa. Ni ugonjwa ambao nimekuwa nikishughulikia kwa miaka mingi, karibu miaka 40 fika sasa. Kwanza baada ya kujijulisha ningetaka kusema asante kwa TV station hii ambayo imenipa nafasi hii. Niko hapa Kisii kwa binafsi kwa niaba ya URICE ambayo ni CBO ambayo inashughulika habari ya kifafa katika hii county. Kwa sasa niko hapa kujaribu kujulisha wananchi kuhusu kifafa. Karibu sana. Kifafa sasa tunataka, najua watu wengi kuna vile wanajua kifafa ni nini, lakini kama wewe daktari tunataka utueleze kwa kina kifafa ni nini? Kifafa ni ugonjwa ambayo ni moja ya magonjwa iligunduliwa kwanza katika history ya medicine. 5th century BC. Kuna daktari wa kwanza nchi ya Greek anaitwa Dr. Socrates. Na aligundua kifafa na alieleza vizuri sana. Maelezo yake hata ukisoma vitabu inaeleza kwamba kifafa ni ugonjwa ambayo unahusu ama inatokana na stima fulani ambayo ubongo wa binadamu hutoa zaidi ya kawaida. Ubongo wa binadamu huwa ndio ina control ama ndio inafanya sehemu zote za mwili zifanye kazi vizuri. Sasa unapata kwamba kifafa ni ugonjwa ambao inatokana na central nervous system ya mwili, ile sehemu za ubongo ambayo ina control mwili, ndio coordinator ya mwili mzima. Na hapo ningetaka kuemphasize kwamba kuna kutoelewana kwamba kuna magonjwa ya central nervous system na kuna magonjwa ya psychiatry
ziko tofauti. Yes. Zote zinahusu ubongo, lakini unakuta kwamba watu hufikiria kwamba mtu ana epilepsy ama kifafa ana mental illness. Yes. Ningetaka kueleza hiyo kinaganaga kwamba hivi ubongo wa binadamu inafanya kazi ikitumia stima. Kwa kawaida kila mtu anayo, lakini mtu ambaye ana kifafa stima inatoka zaidi ya kawaida kwa sababu fulani ambazo nitawaeleza baadaye. Lakini ni ugonjwa ya central nervous system ambapo kwanza ikipatikana kwa muda mfupi, yani haraka, na diagnosis ifanywe kamili, ni ugonjwa ambao inaweza kutibika. In fact, the statistics za ulimwengu zinasema nikiwa na wagonjwa 10 wako na epilepsy na tuanzishe kwa dawa zile zinafaa, 7 kati yao baada ya miaka 3 watarecover fully. Kifafa itaisha. 3 kati hawa 10 wataendelea na dawa maisha yao yote. Yes. But it is a chronic disease. Katika medical terms, tukisema ugonjwa ni chronic, ni ugonjwa ambao inakaa muda mrefu, zaidi ya miezi. Na ugonjwa ikiwa chronic, vile tunajua ukimwi, tunajua TB, tunajua diabetes, huwa matibabu yake pia kuna sheria zake, na hapo ndio huleta shida. Yeah. Ugonjwa wa kifafa hasa ni watu gani unapata mostly wanakuwa nao? Ni watoto wadogo, watu wa umri mkubwa, ama ni kila mtu? Kusema kweli, mtu yoyote ambaye yuko mzima sasa anaweza pata kifafa. Sasa utakuta kwamba kuna kifafa inatokea kama mtu bado ni mdogo. Kuna kifafa inatokea mtu akiwa hii age ya puberty, miaka 5, 6, 7. Na kuna kifafa inakuja mtu akishafika miaka 20. Na pia kuna ile kifafa inakuja kama mtu yuko adult, yani amekuwa mtu mzima. So age, kunayo causes ambazo zinaweza fanya itokee katika hiyo muda wote. But tuseme kwamba mtu yoyote ambaye yuko mzima sahihi anaweza pata kifafa, kwa sababu one of the commonest causes ni ukipata accident na upate head injury. Ukipata head injury, yani ukiumia ubongo, utakuta kwamba kutakuwa na scar, ile alama. Na baada ya muda ile alama itaanza kutoa stima excess, na ndio kifafa. Yeah. So kila mtu anaweza kuwa kila mtu anaweza pata, na usiseme kwamba wewe ni mzima uwezi pata ati umeshapita umri. Yes. Sasa nataka uweze kutufahamisha ni vitu vipi vinachangia mtu kuwa na kifafa? Asante. Kwanza tutaanza na mama akiwa na mimba, mjamzito. Kuna magonjwa fulani mama akipata wakati ana mimba, zinaweza kuchangia mtoto akizaliwa akuwe na kifafa. Pili, wakati huo tu pia wa mimba, ikifika wakati wa kuzaa, kuna mambo matatu makubwa. Kuna passenger ambayo ni mtoto, kuna powers, ile nguvu ya mama kusukuma mtoto, na pia kuna zile tunaweza ita kuna mambo ambayo itatokea wakati wa kuzaa wa mama. Nyingi za cases tunayo wa kifafa sahihi huku Kenya zinatokana na complications za birth. Complications za delivery. Yes. Nimesema kuna passenger, kuna power, kuna passage. Nizungumze juu ya passenger. Kuna mama ambao ni mwili mdogo. Mtoto amekuwa mkubwa sana kwa tumbo. Ana kilo mingi. Anakuwa na shida kutoka. Mtoto kama huyo akipita katika birth canal, unakuta kwamba ubongo wake inaweza kuwa forced. Hiyo ndogo ndio ipite. Yes. Na hiyo injury itapatia mtoto kifafa. Pili, kuna mama ambao wako na complications ya labor, hana nguvu, zile power ya kusukuma mtoto hakuna. Na mtoto akiwa tayari kutoka na achelewe, atapata kifafa. Kwamba usually mama ambaye amezaa first time, mara ya kwanza, mimba ya kwanza, umepewa 24 hours. Labor ikianza after 24 hours natakana uzae. Ikipita 24 hours, hiyo ni delayed labor. Labor kidelay, mtoto amechelewa kutoka, kunayo lack of oxygen, kuna complication fulani kutokea kwa mtoto. Sababu unakuta mama mwingine akitaka kuzaa, kwa hospitali unaambiwa unaenda kufanywa cesarean haraka. Hiyo ni kusaidia. Tatu, ni kwamba usually mtoto anaweza zaliwa, lakini
katika kwa wazazi, yani wazazi wake, kuna genes fulani. Si gene moja. Ikiwa wewe ni mama na kwa familia yako kuna history ya mtoto na epilepsy, kuna chance unaweza zaa mtoto ambaye ana the same na baba. Na ikiwa wote mko nayo hiyo history, nafasi iko hata juu zaidi. So tuseme kifafa iko genetic. Kuna genetic factors but only 5% of zile epilepsy zote tunajua. Yes. Hizi ni data sasa ya ulimwengu. So it's not that common. It's very rare. But we know katika familia kama kuna history ya epilepsy, then chance ya kwamba mtoto atazaliwa epileptic katika familia iko. Alafu tatu, a major cause ya epilepsy ni magonjwa. Mtoto akiwa mgonjwa, kuna magonjwa ambayo akiwa nayo, malaria, meningitis, na ile tunaita encephalitis, pia ni inflammation ya ubongo, chance isipotibiwa haraka, chance ya yeye kudevelop epilepsy iko higher. Na ningetaka kutaja hiyo kwa sababu kwa sasa katika hospitali zetu mama wengi wakienda mtoto anazimia, anaambiwa ni malaria, na saa zingine hizi cases already ni epilepsy. Malaria huwa inaiamsha tu. So malaria is one of the commonest cause ya epilepsy in Kenya. Na huwa ni kitu ambayo suluhisho lake ni kwamba mtoto akiwa na dalili yoyote utibiwe haraka. Uchelewa matibabu, nafasi ya mtoto wako kupata epilepsy is very high. So apart from hizo infections ya meningitis, malaria, TB, even HIV/AIDS, unakuta hizi zina predispose. So unakuta mtoto akipita hiyo umri, kuna age ambao mtoto yuko very active. Anakimbia hapa na pale, akianguka agonge kichwa. Especially head injury ambayo mtoto anaanguka anapoteza fahamu. Wewe kama mzazi kuwa careful. Chance ya mtoto kupata epilepsy is higher, na especially kama kuna positive case kwa familia, kwa baba ama mama, mtoto huyo ataonyesha dalili. So unakuta trauma and injuries are very common causes also of epilepsy katika society yetu. So apart from those injuries ambayo na siku hizi katika mambo ya accidents tumeona watu wa bodaboda wanaumia sana kwa accident au kwa helmet. Chance ya mtu kuanguka kwa lami accident na atarecover ndio, lakini nafasi ya epilepsy itakuwa. So apart from that, kuna magonjwa fulani ambayo mtu akiwa nayo atakuwa na convulsions. Moja yao ni diabetes. Ukiwa na ugonjwa wa diabetes na blood sugar yako izidi kwenda juu, unaanza kuconvulse. Saa zingine pia kienda chini sana pia kuconvulse. Kuna magonjwa kama blood pressure. Ukiwa na high blood pressure, nafasi yako ya kuconvulse is very high. Na hiyo mpaka blood pressure you control. So unakuta ikifika matibabu mpaka tujue what is the cause, nini imeleta, ili tudeal na ile ugonjwa ndio clear. Asante sana daktari, nataka tuende mapumzikoni kwa dakika moja, alafu tutarudi tuendelee kutujuza mengi. Mwenchi umurigere bwana mno obegenderete koigu ni gotogenderete gukwanira oburoire bwendrume buna umunyagetari weritkorera rero obirira gutumanya endrume morwaire kyobwigane na saterera no buroire bwo affect obonko obirira gutumanya bintu kiebimono bikoirera buna bono buroire burabwate monto nde bwensi obirira gutumanya mono ninkikeria geguchangira abantu abaiga gusinona bana abanyore oburoire anene kera basibati bakoibura akoibura bana bali bagochiako utuara chance yo konyora oburoire bwa endrume kwende turagenda sumutu mukomoke karto kwirana ebintu ni matembera ratigire maige binge bikorera umuntu konyora oburoire bwendrume na chiko tumanya nabo igo amange igoro yo abiorokereri bya embri byebi nanene chinchira chioko bwenya oburoire bwiganchirise chigato bosabuskare. Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito
nkonya bari tracksuit chipajama chokurarira imipira yengoyo y'amaguru amuniria ya netball nkonya bari socks chijezi chitai cheskuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bari sweater aseba kubeka amaliko yani labeling Boigo, nkoro isebole na konye changa cha KMTC egatiyo bakorera bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu cho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Naindo manchomulire bonango kwarigania senchera ya bene iro togendere kuigwa mange iguru yuburiro buiga bwendume togendere gosemiwa buna ogenda kuigwa bunuburu waire abuna buru waire bonde bwensi bonango kwarigania nda senchera ya bene iro togendere kuigwa mange. Karibu tena daktari. Tumeweza kuzungumzia, umeweza kutufahamisha ni kipi hasa uchangia mtu kuwa na ugonjwa wa kifafa. Wenda wakati mwingine kuna watu wanatumia tuseme kama vinywaji vya kulewa na maybe kama kuna vyakula ambavyo vinaweza changia mtu kuwa na kifafa. Kwanza ningesema kunayo madawa ambayo tunajua ukiyatumia unaweza pata kifafa. Ya kwanza ni bangi. Yes. Alcohol. Iwe ni chang'aa, hata iwe tu ni gins, hata hizi strong drinks. Yes. Kizikunywa kuna wakati fulani ambao utaanza kuwa na convulsions. So hayo ni very obvious causes ambazo huwa tunajaribu kuhimiza, like ukiwa na kifafa utakana tutimemena utazidisha. Lakini kama wewe ni mtu unakunywa, ujue nafasi yako ya kupata kifafa iko very high. Yes. Apart from that, unakuta kwamba kifafa most times watu kwa sababu ya kutoelewa wanachelewa na kutafuta matibabu. Kwa sababu katika society wengi wana believe ni traditional disease na tunao madaktari waganga ambao wanasema wanaitibu na hiyo huleta shida. Yes. Kitu kikubwa ni early diagnosis. Ujue kwamba ukiona tu dalili ya mtu kuwa na convulsions, hakikisha umepeleka kwa daktari ambaye anaelewa. Hiyo ndio huwa shida. Kuchelewa hiyo nafasi ya hata kupata ile recovery ile ya 3 years. Ukichelewa sana inakuwa haiwezekani. Uliweza kuzungumzia zile vitu ambazo uchangia mama wakati mama anajifungua zinaweza sababisha mtoto akuwe na ugonjwa wa kifafa. Swali langu ni je, huyu mtoto wakati huyu mama kwa zile vitu umesema anapitia, akipitia mtoto anaweza kuwa na kifafa. Huyu mtoto kuna namna anaweza saidiwa ule wakati wa kuzaliwa ndipo asikuwe na kifafa katika maisha yake? Ndio. Kwanza ukiwa mama na umepata mimba, tafadhali anza kwenda kwa MCH clinic. Yes. Because katika MCH clinic tunafanya monitoring. Nurse anapima vitu fulani kwa mwili. Kuna magonjwa ambayo mama akiwa nayo. For example, kuna moja inaitwa eclampsia. Mama mwenyewe ana convulse wakati wa mimba. Yes. Na utakuta hiyo pia itamdhuru mtoto. Mtoto pia ataanza kuwa na convulsion. So njia ya kuzuia especially kwa watoto ni kuhakikisha kwamba mama anaendelea na clinic na anazaa hospitali ama anazalishwa na mtu ambaye anaelewa. Because hiyo kuchelewa saa zingine utokana ni kwamba mama ana mimba, hospitali ni mbali, mzee yuko karibu ama kuna pesa ama kuna boda. Hiyo kuchelewa, by the time mtoto anafika amekuwa na hiyo complication. So naimiza katika society kwa wewe ni bwana, mama akiwa na mimba ya kusaidia hakikisha kwamba ameenda clinic. Japokuwa sisi wanaume watu wengi, lakini tunge recommend uelewe kitu gani inaendelea. Ikifika mama anasema nimeanza kusikia uchungu, usichelewe. Na unajua pia kina mama wetu kizamani walikuwa nazaa peke yao. Yes. So kwenda hospitali atiharakisha tu inaonyesha wewe ni mwoga. Which is wrong. Yes. You have to make sure kuna all our facilities tuna efficient nurses wako trained and midwives who should be able to take care. So the issue here is early management ya labor will prevent a lot of the cases. Wakati ambapo ulizungumzia magonjwa ambayo yanaweza changia mtu akuwe na ugonjwa wa kifafa, je, haya magonjwa yanachangia aje
aje, ama ni kulingana na yale madawa yule mtu ambaye kama ni mtu ako diabetes anatumia ndio madawa yanayochangia mtu akue na ugonjwa wa kifafa? Ugonjwa kama malaria, zile malaria parasites huingia kwa damu, zinaingia kwa red blood cells na zinazidestroy. Na unakuta kwamba malaria ukipata, especially ile tunaita cerebral malaria, ikienda kwa ubongo, zile red blood cells zimeharibika kwa sababu ya viini vya malaria, zina clog, zina block blood supply kwa brain cells. Na brain cells sasa zina malfunction. Same with meningitis. Unakuta zile bakteria ambazo zinaleta meningitis zikienda kwa ubongo, zinafanya ubongo haiwezi fanya kazi yake kawaida. So mainly the issue is these diseases specifically target the brain. Inakuwa ni complications sasa. Okay. Kama magonjwa mengine tuseme kama diabetes, tunapata kuna aina ya diabetes kama diabetes 1, diabetes 2. Kifafa kuna aina ama ni ugonjwa mmoja tu? Hiyo ni swali nzuri. Kifafa si ugonjwa moja. Ziko very many types. But mainly kuna kifafa tunazigroup namna hii. Ikiwa mtu ana kifafa, hata inakuwa kwamba sehemu ya ubongo ile ambayo imeathirika, ambayo inatoa hiyo excess electricity, stima, tunaita hiyo ni partial. Lakini kuna kifafa ambayo ubongo wote inatoa hiyo stima mara moja, ile ambayo huangusha mtu mpaka anapiga, mpaka anakojoa, anafanya hivi vitu. Hiyo ni generalized seizure. So kuna aina mbili, kuna focal na generalized. So katika hizi pia kuna subdivisions. So kile tasema ili wananchi waelewe ni kwamba kifafa si ugonjwa moja. Kuna aina ya kifafa ambayo vile tunavyozungumza unanyamaza tu mara moja. Na nikikuita, nikijaribu husikii, lakini baada ya seconds unarudi na unaendelea. Hasa huwa kwa watoto. Hiyo sasa waona si kushtuka, na mtoto ana kifafa. Hiyo ni kifafa inatakana itibiwe, kuna dawa. So katika hii group ya kifafa ni daktari ataweza kuambia ni aina gani, na basi atakuchagua dawa, inategemea uko na aina gani. Hawezi sema tu kama malaria si dawa ni moja kwa wote. Lakini kwa kifafa tuna madawa karibu 20 na kitu. Na kila moja, kuna moja inafanya nzuri kwa hii, na kuna nyingine ambayo ukipewa inaiwase. Inafanya kifafa inakuwa worse. Na ukienda hospitali na upewe dawa kama hiyo na daktari ambaye hakuelewa, si utasema wameshindwa. Na basi utaenda kwa watu wa kienyeji na kila mtu. So hiyo pia inachangia. But generally kifafa is a group of diseases. They are all emanating from the brain. They are all because kwa sababu kuna shida ya stima inatoka zaidi ya kawaida, na ndio basi. Asante. Sasa nataka utujulishe zile dalili ambazo mtu tuseme kama mimi nimeona mtu ako na hizi dalili, naweza jua ana kifafa, ama ye mwenyewe mtu mwenye ana kifafa mwenyewe akiona hizo dalili katika mwili wake atajua ana kifafa ili atembelee katika hospitali kuangaliwa. Kitu cha kwanza, kwa sababu hii mambo ya stigma, wengi katika familia wakiona mtu akiconvulse mara moja, wanataka kufikiria ni malaria, because malaria huleta convulse. So kuna hiyo tendency ya belief kwamba denial, una deny ati si hiyo. Lakini dalili ya kifafa ni hivi. Kwanza, kuna aina mbili ya kifafa. Kuna ile ambayo inakuja tu suddenly, tumekaa naanguka tu mara moja, inaanza kukick. Lakini kuna ingine ambayo unaona mtu behavior yake ndio ina change, na hapo ndio huleta shida, watu wanafikiria ni mental illness. Yaani your behavior changes. Unaweza kukaa tu na una stare at in the blank bila kurespond, and somebody who is not keen hata notice. So the presentation ya kifafa huwa kuna aina mbili. Kuna ile inakuangusha mara moja chini, kuna ile inakuja pole pole. Unaanza kuangalia, ama unaweza shout, wengine unaweza tu kutoka mbio. Ambapo utafikiri una wazimu. Lakini ni kifafa already. Maana ukifika pale ukikimbia hivyo utakuta umejiangusha. So katika hali ya dalili ya kifafa, the main things ni kwamba one, huwa wengi fahamu yao na surrounding inabadilika. So ukiona mtu mwanzungumza naye alafu unakuta iko blank, ama imepotea, ama anaangalia mahali ambapo hakuna kitu, ujue hiyo ni dalili. But what I want to emphasize ni kwamba ikiwa hauna hakika, kudiagnose kifafa is very easy.
are only 3 things. Kwanza, yule ameona ikikufanya, eyewitness. Yes. And like other magonjwa, wewe saa zile una kifafa unaanguka, hujui kile kinatendeka. Ndio. So I need an eyewitness. Na all I need to do is muulize maswali fulani, akinijibu utajua ni aina gani ya kifafa. Pili, utakuta kwamba ukiwa na kifafa nikikuexamine neurological examination, kuna vitu fulani nitaona ambazo mimi najua. For instance, utakuta kwamba ukipata mtu ana kifafa, kuna dalili fulani kwa mwili utakuta like hii muscle iko ndogo, si kawaida, ambayo mtu hawezi ona. Ukikopea na mtu ndio anasema kweli hii yangu ni ndogo kushinda yako. So daktari akikufanyia neurological examination, wewe kama mgonjwa, tutajua. Na nikipata history kamili, vile yako inaanza, nitajua. Alafu most important, historia yako kutoka wakati ulikuwa kwa tumbo ya mama. That is why it's very important. Kama mama yuko na mtu ambaye mnasuspect ana kifafa, inafaa yeye pia aende. Because kuna hizo birth complication nikwambia, mambo ya passenger, mtoto mkubwa, pengine mama alikuwa na complication. Unajua wakati wa kuzaa ni mama tu na midwife anajua. So usually they are very critical because watanipa habari shida imetokea wapi. But whatever the cause, kifafa ikishagunduliwa, the important thing is choose the right treatment. Utakuta despite all the other causes, hata kama ni genetic, yani umezaliwa kwa sababu iko kwa family, matibabu itakuwa similar. Naomba tumalizie hapa kidogo, alafu tukirudi tutaendelea, tuambia mengi kuhusu hiyo diagnosis na treatment, alafu medication venye mnapeana, na pia utatufahamisha ni vitu vipi mtu anastahili kufanya ili kujikinga kutokana na kupata ugonjwa wa kifafa. Umwanchi umurigererwa na kwaberego koiwa ina mange twabere togo semewa igoro yoburoire bwendume buna twatebu no burere boko bwatonde bwensi no burere nonya nabo boko chakorwa se bore genetic togo tebiwa akorende daktari bere gutumanya mange biorokerera imbiri byebiga igendekene na tebire bunekero kwarorire biorokerera biga tarire nyagetari tarira bamanya baiga erinde bakoringorie bagokonye genkyo tochikonyora makomun ande amange ase amatuko au aribusia siritukoria rero nonda tukorero muroberi yoga korende ikegocha ndochina inde koigwa mange ndochikogendera kumanywa mange anene chinchira chokoringoria tumanya kumanywa na kiboko bweniwa na mono pinto kiebibigo korekana gosena ki mundu binto kimonda amundu bwente gokora elio kweneke bunangwe tangare kurwase okonyora uburoire bwendume mbye munaso gosanga muna intumire umuroberi yoga umuroberi koretwa sore 90 Evelyn Osero.